Habari za muda huu na asante sana kwa kuchagua Bunge TV kuwa kituo chako cha matangazo. Ni kualike sasa katika kipindi cha Jimbo Langu. Jimbo Langu ni kipindi ambacho kukutanisha na wabunge wanaowakilisha wananchi kupitia katika majimbo yao na kuzungumza pamoja nasi. Lakini pia kuzungumza na wapiga kura wao au wananchi ambao wanaowakilisha katika majimbo yao. Na kwa siku ya leo nimemwalika Bakari Shingo. Bakari Shingo yeye ni mbunge wa jimbo la Ukonga kupitia chama cha ACT Wazalendo. Bakari Shingo ni mmoja kati ya wanasiasa ambao anatajwa kuwa na umaarufu hasa kuanzia katika ngazi ya serikali za mitaa ambako ndio maisha alikoanzia huko. Jimbo la Ukonga ni yepi ambayo yamefanyika au yanaendelea kufanyika katika jimbo lake hili? Tafadhali fuatana nasi. Mheshimiwa mbunge, ni furaha yangu kuwa nawe katika matangazo haya. Asante. Karibu sana. Asante. Bakari Shingo ni mbunge mpya wa jimbo la Ukonga, lakini sio mpya kwa maana upande wa wananchi. Umaarufu wako mbona unatajwa kuwa ni mkubwa zaidi kwa wananchi na hususan wa Gongo la Mboto? Umaarufu wako umetokana na nini? Ulianzia wapi kabla kufika huko kwenye siasa? Kwanza siasa mimi kwetu ni asili. Siasa rekodi huko nyuma zinaonyesha kwamba kwa baba yangu kulikuwa kuna utawala, pia kwa mama yangu kulikuwa kuna utawala. Na kama unavyojua watawala wa kizamani wa kijadi walikuwa ni wazalendo sana, tofauti na watawala walio wengi wa sasa. Kwa hiyo mimi nimeishi pale Gongo la Mboto, nipo pale toka mwaka 87. Kuna mambo ambayo mimi nilihisi hayaendi sawa. Na wakati huo unajua tulikuwa na mfumo wa chama kimoja. Na mimi bahati mbaya niweke rekodi sawa, sijawahi kuwa mwanachama wa CCM. Japo niliwahi kupangwa kwenda kusoma chuo cha Kivukoni wakati nikiwa mtumishi wa shirika la nyumba. Bahati mbaya tukaingia kwenye mfumo, bahati nzuri tukaingia kwenye mfumo wa mara ya pili wa vyama vingi. Mimi ile habari ya matawi ya chama makazini ikawa imefutwa, kwa hiyo nikawa sikwenda kusoma ile kozi. Kwa hiyo sijawahi kuwa mwana CCM. Katika mazingira yangu ya kisiasa niliona kuna kila sababu ya kutoa ushauri ama kuwahudumia wananchi wa mtaa wangu wa Gongo la Mboto, ambapo mara ya kwanza mimi niligombea wenyekiti ujumbe wa serikali za mtaa. Wakati huo nilikuwa Chadema. Kwa hiyo nikagombea ujumbe wa serikali za mtaa, na wakati ule kwa ajili ya rekodi za vizazi vya sasa ilikuwa mwongozo unasema ofisi ya mwenyekiti wa mtaa itakuwa nyumbani kwa mwenyekiti wa mtaa. Na wajumbe tulikuwa 6, sasa hivi ni 5. Wakati wa wajumbe wa serikali mtaa tulikuwa 6, na miongoni mwa wale 6 mwenyekiti anachagua mmoja na anakuwa katibu, kama ambavyo tunaona leo afisa mtendaji wa mtaa. Pale nilianza kuonekana na mimi nilikuwa na hamu ya kuonesha tofauti. Moja ya mambo ambayo nayakumbuka niliyafanya ambayo yapo hadi leo, kwanza nilifanikiwa kujenga ofisi ya serikali ya mtaa kupitia mfuko wangu na rafiki zangu. Tendo ambalo halikuwahi kufanyika kipindi kile. Na kipindi kile nilivyosema kwamba ofisi ya mwenyekiti ilikuwa nyumbani kwa mwenyekiti. Kwa mimi nikienda kwa mwenyekiti, kwa sababu wote walikuwa ni wana CCM, nilikuwa napata kama manyanyaso fulani hivi ambayo kwa kuamini kwamba mimi ni mwakilishi wa wananchi, maana yale manyanyaso hayakuwa haki yangu. Kwa hiyo nikalazimika tena wakati huo Comrade Isaya, huyo ambaye ni mbunge wa Kongwa, alikuwa ni mkurugenzi kama sijasahau. Nikamwandikia barua nikamweleza kwamba wananchi hapa tumeamua kuchanga ofisi, naomba tutumie ile ofisi. Tukajenga ofisi. Tukajenga ofisi. Baada ya kujenga ofisi na kuona sasa mwenyekiti wa karibu ndugu mzetu marehemu Mzee Idi Kamba ameshatangulia mbele yake, Mungu amsamehe madhambi yake, akawa amekataa kuhamia kwa hoja ile kwamba kanuni zinasema ofisi iwe nyumbani kwake. Kwa hiyo nikamjulisha mkurugenzi wakati huo, na mkurugenzi naamini alifanyia kazi. Awamu iliyokuja ikaja na mabadiliko kwamba sasa ofisi ya serikali, mwenyekiti wa mtaa atakuwa na ofisi ya serikali ya mtaa, haikutaja nyumbani. Tendo kile kikatoa nafasi sasa. Kwa hiyo tukawa wameshifti wale kwenda kwa ile ofisi ambayo sasa muda huu ulikuwa umefanyaje wa uongozi wangu wa miaka 5 umekwisha. Kwa ndio maisha yalianzia huko. Sawa. Lakini Ukonga ya miezi michache iliyopita ya uongozi wako sasa, ina chochote taswira yote ya utofauti ambacho mtu anaweza kuona utofauti wa Ukonga iliyopo na Ukonga ya sasa? Na hususan katika huduma mbalimbali za kijamii. Tofauti lazima tuione, hasa ukizingatia mimi ni sehemu ya watu waliojeruhiwa na uongozi uliopita. Tunasema kwamba hatukuwa tunamchukia mtu, kwa tunachukia kutokutendea haki kile kiti. Miongoni mwayo ni umbali gepo kati ya mbunge na wananchi. Ukiwa kuna umbali hapa ama kuna kuta hapa za kumfikia mbunge,
Hilo nalo ni tatizo kwa sisi watu wa Uswahilini, maana kuna watu wa matawi na kuna watu wa Uswahilini. Sawa, lakini tunachoangalia hasa zaidi tuangalie kuhusu maendeleo hasa katika jimbo lako. Twende taratibu. Ndio, lakini tusijadili zaidi watu kwa sababu lengo zaidi tuangalie mtu, tunajadili cheo. Ndio. Cheo, mbunge, mwakilishi, ndio tunajadili hiyo fursa. Kwa hiyo sisi watu wa Ukonga ama watu wa Gongo la Mboto, ambacho tunachoona sasa, ambacho na mimi naanza kujivunia na nitajivunia na nitaendelea kukifanya vizuri, wananchi wasifikiri ni nguvu ya gesi. Hii ndio hali halisi ya mimi ninavyohitaji. Sawa? Kama ni mbunge wa kupanda usafiri wa umma, mbunge wa kukutana na wananchi mara kwa mara huko kwenye daladala. Ndio. Kwa nini umekuwa na utamaduni wa kuwa mara nyingi unapenda kutumia usafiri wa umma? Nikimaanisha daladala kama abiria mwingine wa kawaida. Na kati wewe hadhi yako ni ya ubunge na haitegemei kwamba huna fedha za kuwa na magari makubwa tu mbalimbali. Hoja kwa nini umependa sana kuona hoja sio fedha. Hoja wewe umeenda kugombea unataka nini? Mimi nimkwambia watu wa Swahilini. Kwanza ni kuvunja ule ukuta wa wananchi kumuona mbunge. Ni kweli wanachangaa kabisa. Na nikupe kituko kimoja. Siku moja nimepanda daladala ikawa imejaa sana. Wale wasaidizi wangu wakaniambia, mheshimiwa shuka. Nilikuwa na wawili usiku kama saa 1. Nilivyoshuka, yani nimepanda alafu kama chini ya dakika 1 nikashuka. Kondakta akanidai pesa. Kile kipindi ambacho ndio mafuta yamepanda bei. Nikajaribu kujitetea kwamba nimepanda hapa, nimeona gari imejaa, nimeamua kushuka. Kondakta hakukubali. Abiria mmoja pembeni akasema hapana, huyu kweli, akaniita, huyu mzee amepanda anafanya ameshuka hata gari haijaondoka. Sasa wale wasaidizi wangu wakataka, unajua tena wanakuwa wanasogea karibu. Nikawaomba subirini kwanza tuone nini kinachotofuatia. Nikaingia tena kwenye gari, nikauliza wale abiria ambao walikuwa wamesimama, ambao mimi niliingia nikakuta wamesimama. Hebu abiria mwambie kondakta. Wakamwambia kondakta. Sasa nafikiri kuna mtu alimwambia dereva kwamba huyu ni mbunge. Kwa hiyo dereva akashuka, akaja akani-please kwamba samani mheshimiwa, hakuelewa ama hali ya mafuta ilivyopanda inasababisha watu wapagawe. Umeona kitu Sasa hivyo vitu utavijuaje ukiwa unapanda kwenye mavieti haya ambayo tunakopeshwa? Mimi sasa sio wa hivyo. Mimi nahitaji kuvunja huu ukuta na kujua uhalisia, kwa sababu mimi nimetokana na hiyo hali. Unatokana na hali hiyo. Sasa nahitaji niishi hayo ili tuweze kutatua changamoto zetu. Sawa. Huduma ya miundombinu katika jimbo lako linaloundwa na kata 7 ni moja kati ya changamoto ambayo inatajwa kuwepo katika jimbo lako. Umefanya nini katika kukabiliana na hali hii? Tuanze kuzungumzia habari miundombinu, tuanze na barabara. Bahati nzuri nimekuta TAMISEMI, TANROADS na TARURA ni sehemu ya ajenda zao kwenye jimbo langu la Ukonga. Lakini bahati mbaya wakati wa jimbo la Ukonga, wakati wanapanga ile mipango yao, ilikuwa jimbo moja pamoja na Kivule. Kwa hiyo wakawa wameangalia upande wa pili wa Kivule. Kwa hiyo ilivyokuja ile kukata upande wa jimbo la Ukonga kwenye hizo kata 7, kukawa hakuna mipango ya miundombinu, ukiondoa ile barabara kubwa ya Nyerere kuelekea Chanika. Kwa hiyo nilivyoingia, kwa sababu nilikuwa najua huo mgawanyo, kwa hiyo nishawaona na nimependekeza baadhi ya barabara, na wamenihakikishia kwamba tutakuja tuzipitie. Ile barabara ambazo hadi sasa najua ziko kwenye mpango wa kuboreshwa ama kutengenezwa ni barabara, kwa maana barabara zinazomilikiwa na TANROADS. Maana kuna barabara za TANROADS, kuna barabara za TARURA na hawa wenzetu wa TAMISEMI halmashauri. Ni barabara ya kutoka Pugu Kajiungeni kwenda SGR kwenda Pugu Mnadani. Hiyo barabara nimehakikishiwa, lakini pia nimehakikishiwa barabara ya kutoka kile kipande cha kutoka mwisho wa lami kuelekea Chanika, ambacho hapa katikati tunaita kwa rais kimeharibika sana. Kile ambayo nimeambiwa kwamba tayari baada ya bajeti hii watatangaza tenda kwa ajili ya kutengeneza ile barabara. Na kuna barabara za TARURA hizi ambazo ni za ndani, kama barabara za zingiziwa zile, kuna barabara ziko Buyuni pale, kuna barabara ziko kata ya Gongo la Mboto. Kwa hiyo ndio mipango iliyopo kwa maana ya miundombinu ya barabara. Lakini kwa maana ya miundombinu huduma za maji, najua kuna miradi mikubwa miwili kule ambayo iko inafanywa kazi, na bahati nzuri nimeshaiwasiliana na waziri, nimeshawasiliana na katibu wao mkuu, nimeshawasiliana na timu ile ya watendaji, tumeshafanya ziara. Tunategemea kwamba inaenda kukamilika kwa kiwango cha 80%. Kwa hiyo hadi sasa sijaona mahala ambapo tumekwama kwa ile miradi ambayo ni wajibu wa moja kwa moja kwa serikali. Lakini tulikuwa na changamoto pia ya hospitali. Tayari tuna hospitali ambazo zinaboreshwa sasa hivi na zingiziwa. Tuna hospitali hapo Buyuni hapo katikati, tuna hospitali nyingine inakuja kujengwa Pugu Kajiungeni pale.
Hizo ni huduma za afya ambazo nimeona, nimeshirikishwa jinsi ambavyo huduma zinapelekwa na jinsi ambavyo pesa zinapelekwa. Swali lilobaki ni bajeti ipite, awamu zinazofuata tuone mgawanyo wa pesa unavyokwenda. Shida ambayo huwa inakuwepo kutoka kwa wabunge wenzangu wenyeji ni kwamba inaweza kawa pengine bajeti ni bilioni 10 ikapelekwa nusu ya bajeti. Hiyo ni changamoto tutakabiliana nayo kulingana na mazingira yatakavyokuwa. Sawa sawa. Kwa hiyo kuna kazi zinazoendelea kufanyika katika jimbo lako. Kazi zinaendelea na nafanya ziara, mimi natembelea huko. Sasa nikiwa nimekaa juu ya kiti. Sawa sawa. Wakati wa kutafuta kura. Ndio. Mwaka jana ulivyokuwa kwenye kampeni katika jimbo katika kata ya Gongo la Mboto. Ndio. Lakini pia hata Zingiziwa. Ndio. Ahadi yako ulioitoa ni kwamba uliahidi wa vijana wa bodaboda na hawa wa bajaji kwamba utawasaidia. Ahadi umetekeleza kwao au ilikuwa ni ya kutafuta kura ili uingie bungeni? Kaka, mimi nilikuwa nasema pia neno moja kwamba tupambanie tupate keki ya taifa. Mimi umri sasa hivi naenda miaka 56, natafuta 57. Namshukuru Mungu vipi nilivyopata. Kitu cha ajabu, sijawahi kuomba utajiri. Ila nimewahi kuomba na naomba hadi leo umaarufu ulio mwema. Na nilivyokuwa nawaahidi wale vijana, kama nilivyokuambia, sisi ni watu wa Swahilini, tunaona watoto zetu. Mimi na watoto wenye umri wa vijana na wajukuu wenye umri wa vijana, ninaona jinsi tunavyotaabika kuwapatia ajira waweze kujipatia kipato halali. Kwa hiyo nilivyokuwa nazungumza habari ya madereva bodaboda na bajaji, hadi tunavyozungumza waloisha soma kupitia chuo cha polisi cha Kurasini, chuo cha kiserikali, ni wanafunzi 350 ambao walishapewa na vyeti vyao, ambao sasa wanatakiwa ndio karipoti, na ambao tumekwisha lipa chuo cha polisi ni wanafunzi 110. Tumeshalipa hivi ninavyozungumza, na jana nilikuwa naongea na msaidizi wa chuo cha polisi akikonfirm kama listi iliyopelekewa ni sahihi. Nimemwambia nipe siku 2 na mimi nithibitishe kama ni sahihi, kwa sababu ndani wazamiaji wapo. Lakini kuna chuo kingine kinaitwa Future Driving School kiko pale kata ya Gongo la Mboto, nacho tushapeleka wanafunzi wa udereva wa bajaji na bodaboda, na hivi ninavyozungumza tumeshakilipa pia kwa ajili ya wanafunzi wengine, sikumbuki idadi yake. Lakini sio hivyo tu, tumeongezeka. Unaona, mwanzo kwa tunazungumza bodaboda na bajaji, tumeongeza kwamba tuna vijana wetu. Unajua sera ya elimu sasa hivi tuna masomo ya amali, lakini masomo ya amali yanayolenga walio madarasani. Kwa mimi nimekuja na negative yake, kwamba negative hiyo masomo ya amali kwa walio nje ya madarasa. Sawa, ambacho hicho unachokitekeleza kwa sasa. Sasa na kote nimeshalipa, na hivi ninavyozungumza. Na hizi fedha ni za mfuko wa jimbo au za binafsi? Ni mchanganyiko. Hizi za awamu hii ninazozungumza sasa hivi za mfuko wa jimbo. Za mfuko wa jimbo. Tena kwenye mfuko wa jimbo nitaongeza hapo watu wa leo maana mfuko wa jimbo ni nini. Kwa hiyo hivi ninavyozungumza kuna chuo cha Furahika kiko pale Buguruni Malapa. Tumeshapeleka wanafunzi zaidi ya 300 kwa ajili ya kwenda. Mwanafunzi anakwenda pale, pana kozi kama 8. Tuna kozi za miezi 3 na miezi 6. Mwanafunzi anaenda kuchagua kozi, lakini unahitaji wale wa darasa la 7 hadi form 4 ambao bado vijana wanaoweza kuhudhuria masomo masaa ya karuzi, masaa 5, 6, masaa 8 yale kwa siku. Unajua watu wazima hawawezi kwa masaa yote hayo. Kwa hiyo tumelenga kwa hizi kozi za muda mrefu tuchukue wale vijana darasa 7 hadi darasa la 12 ambao watakuwa tayari kwenda kama walivyo darasa la kwanza ama darasa la 7 ama walivyo form kidato cha kwanza ama kidato cha, na unajua kuna kama saa mengi darasani. Ndio, sawa. Kitu kama hicho. Zoezi linaendelea. Zoezi endelevu. Kwa hiyo utekelezaji wako umekuwa unaendelea kufanya, sio? Unakwenda kwa zile pacha mbili. Maana kwenye ubunge kuna pacha mbili au zaidi, lakini nazungumzia sasa ni mbili. Kuna wajibu wa mbunge kuwakilisha wananchi kwenye miradi ya kitaifa ambayo ndio serikali inakusanya kodi kubwa, alafu kuna ile dhamana kama mbunge kuwatoa wananchi pale walipoganda, ambapo sio lazima utegemee sana serikali. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo nasema kwamba tuondokane kwanza na vijana wasiyekuwa na kazi, tuwafundishe kazi. Unajua binadamu kama gurudumu kilizungusha hili ukiliacha linakwenda. Kwa mimi naamini mwanadamu ukimpa fani yoyote ambayo yeye ameichagua, baada ya kufaulu kimwacha atajua cha kufanya. Sababu na hilo pia tazungumzia habari ya mikopo. Niko kwenye makubaliano ya mwisho na benki moja ambayo sitahitaji jina, ya kutukopesha bajaji, bodaboda na pesa taslimu bila riba. Ninanisubiri mimi tu kwamba weekend hii ikipita, kama sio Ijumaa hii basi Jumatatu inayofuata tunaenda kutiliana saini kwamba tuanze kukopesha pesa bila riba. Inawezekana. Sawa sawa. Lakini sambamba na hilo nikumbuka habari ya mfuko wa jimbo. Kumekuwa na kasumba ya watu, na hiyo hata kwenye jimbo langu lipo, na hata baadhi ya madiwani, baadhi ya wenyeviti wa mitaa, kwamba pesa zile ni za mifereji na madaraja. Brother, nikwambia ukweli, ukifanya tathmini
miradi mingi iliyotengenezwa kwa mfuko wa jimbo haikudumu, haikuendelea. Na miradi mingi pesa zilipigwa. Mimi leo siwezi kuingizwa ujinga wa kiwango hicho. Ndio maana pesa hiyo, nasema wazi, pesa nazielekeza watoto wakasome. Alafu tutakaa miaka 5 tuangalie performance. Hii miradi ambayo ilitengenezwa hewa, madaraja na kama miezi 6, mwaka mmoja na bomoka, unajaza kifusi, mvua ikija inahamisha, na hawa vijana wetu wapi tutaenda kufanikiwa? Wapi mtaenda kufanikiwa? Yeah. Sawa sawa, tuangalie katika huduma za elimu, huduma ya elimu. Kwa sababu wewe ni mbunge ambaye unaongoza jimbo lililopo mjini. Naam. Vipi ubora wa elimu katika jimbo lako? Ubora wa elimu, kwambie ndugu yangu, uko chini. Iko hivi. Kwa kumaanisha nini? Hadi tunavyozungumza leo, sera ya Wizara ya Elimu haijabadilika. Inasema darasani wanafunzi ni 45, mwisho 60. Lakini ukija kwenye madarasa yetu wanafunzi hadi 100 wanafika 120. Yaani wakati mwingine, kwa sababu hiyo inaonyesha pia ni mwitikio, inaonyesha kwamba ni mwitikio wa wazazi kupeleka watoto shule, ndio maana nakuwa kuitika wazazi kupeleka shule ni kitu kingine. Swali lako ni ubora wa elimu. Hatuzungumzie mwitikio. Mwitikio na kuunga mkono wazazi wanaweka, lakini ubora wa nini? Ndio swali. Ili ubora wa elimu tuupime ni pamoja na uhuru wa mwalimu darasani na uhuru wa mwanafunzi kumsikiza mwalimu. Sasa najaribu kupa kwamba nini elimu kwetu bado katika jimbo langu bado iko chini. Kwamba tuna wanafunzi wengi kuliko uwezo wa mwalimu kuwahudumia, lakini kwa kuwa mwalimu anazidiwa na wanafunzi, basi wanafunzi nao wanashindwa kumwelewa mwalimu. Kwa hiyo ni changamoto, na lazima niseme wazi, na mamlaka naiambia na nitaendelea kuiambia. Sasa na hapo sasa kuna shetani lingine linaingia kati, michango holela. Kama ulivyosikia juzi tuliuliza swali hapa, na ninashukuru. Mathalan michango kama ipi? Kwa sababu mimi ninachoweza kufahamu ni kwamba katika shule mchango unaweza ukawepo ni ule wa chakula. Unaweza kuwepo michango ya chakula kwa ajili ya watoto wapate chakula mashuleni. Au labda mbunge unaweza kuwa umesema bwana, mimi jimbo langu natoa chakula bure. Kwanza mimi sio mbunge wa kwenye VX. Malaki mimi naenda huko mtaani. Chakula ni kweli kinatamkwa, watu wanachangia shilingi 1000, 1500. Chakula ni hafifu, chakula ni duni. Kumaanisha nini kwamba chakula ni hafifu? Si Kiswahili. Kwa sababu ukisema chakula hafifu, mimi ninachojua kwamba shuleni ni makande, uji au ugali. Ni bora hiyo katika hadhi hiyo unayozungumza makande, lakini piga picha sasa, makande yawe 10 kwenye bakuli yenye robo lita ujazo. Unasema kuna chakula? Au tunadanganyana? Kuna hiyo changamoto hapo ambayo nasema sasa sera hapo lazima ipige jicho. Sawa? Kwa umefanya nini sasa baada kubaini kwamba kuna mapungufu hayo ambayo unayasema wewe? Ndio sasa tunaendea. Yaani yako mengi, yani matatizo ya kijamii kwenye jamii katika kata ya jimbo letu la Ukonga, matatizo yako mengi. Na ukiwa mbunge kama nilivyo, yote unayakusanya afu unayopangia utani. Ndio maana nasema kwamba kwanza wakati tunapambana habari ya miundombinu, wakati tunapambana habari ya ajira kwa vijana wetu, wakati tunapambana habari ya mikopo, sambamba na hilo tunaelekea shule. Ndio maana nikaja na hoja bungeni, serikali itupe ufafanuzi michango ipi na ipi mchango halali. Serikali imetoa mwongozo hapo. Michango yote kwanza lazima iwe na kibali kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya yote. Na ninarudi kuhakikisha michango yote iwe. Kwa nini tunataka irudi iwe na kibali? Mle ndani mkuu wa wilaya hawezi kutoa mchango ambao tayari serikali imeuzuia. Kwa mfano, unachangisha watoto michango ya mitihani, wakati serikali inaweka pesa kwenye mitihani. Lakini unachangisha watoto siku za weekend, wakati serikali ishatoa mwongozo huko nyuma. Sasa walipo wanataka tuisho kutengeneza madarasa yao. Sema leo sasa tunahitaji kuendea hilo nalo. Wakati tunaendea hilo nalo, ninajua kuna mwongozo wa namna ya chakula. Ofisi ya mtendaji kata, sasa mratibu elimu kata, ni mtu ambaye anatakiwa apige jicho la karibu. Lakini pia katika ubora wa chakula na kadhalika, ofisi ya mwenyekiti wa mtaa nayo mle ndani imetajwa. Tunaenda kutafsiri kwa vitendo. Kwa mnaenda kutafsiri kwa vitendo. Sawa sawa, ili kurekebisha yale mambo ambayo pengine hayako sawa. Yanawezekana, yani ni kukumbushana. Wakati mtu anaweza kufanya madudu kwa sababu pengine amesahau, hajakumbushwa ama hajui. Tunaenda kutafsiri kwa vitendo, kila mtu ajue. Kwa sababu nipe mfano, ukigombea uwenyekiti wa mtaa, kwenye fomu lazima useme kazi yako. Kwa maana uwenyekiti wa mtaa sio kazi. Ukigombea udiwani, kwenye fomu lazima useme kazi yako. Kwa maana udiwani sio kazi. Ukigombea ubunge, lazima kwenye fomu useme kazi yako, maana ubunge sio nini? Sio kazi. Sisi ni wawakilishi. Ninaamini kupitia madiwani, kupitia wenye viti wa mitaa, tutakwenda kulisimamia hilo kama serikali yenyewe. Sera ni ya Chama cha Mapinduzi. Mimi sio mwana CCM. Madiwani wangu, wenye viti wangu wote wana CCM. Nitaona vitu vya ajabu.
kwenda kutetea sera ya Chama cha Mapinduzi afu watu wasinipe ushirikiano. Mtashangaa sana. Sawa sawa. Vipi ongezeko la upatikanaji wa maji katika kata zako 7 ndio zinazounda jimbo lako hivi sasa? Ndio. Ipoje? Kwa swala la maji kama nilivyokueleza mwanzo, tuna miradi mikubwa miwili ambayo kabla tujaingia bungeni hapa, wiki moja baada ya bunge hili la budget kuanza, nilifanya ziara na baadhi ya watendaji wa DAWASA. Tukapitia kuhakiki linavyokwenda ndio kama taratibu zinavyosema. Nikajiridhisha japo kuna mradi mmoja wa Yange ambao una changamoto ya wanapofungulia kwenye pressure fulani mabomba yale yanapasuka. Tulikubaliana kwamba na hapa bungeni pewa ahadi kwamba wataalamu watakwenda kuangalia namna ya kudhibiti hiyo hali ya either ni ubora ama ni pressure kubwa ama kitu gani, ili ile tatizo lisiweze kujitokeza. Ninaamini hadi mwezi wa 10, maana mwanzo ilikuwa ni mwezi wa 6 makadirio, lakini kwa hatua ile baada ya changamoto za mabomba kupasuka tumezungumza pengine hadi mwezi wa 10 changamoto zitakuwa fanyaje. Hatusemi kumaliza 100%, sababu unajua watu wanavyoongezeka ndio mahitaji yanaongezeka. Unaweza kufika 70% ukajikuta matumizi tena yamefanyaje yameongezeka zaidi, lakini angalau tufika 80%. Ndio malengo yenu? Ndio malengo yetu. Na hiyo tunaacha 20 kwa sababu unaweza kukuta leo hapa hakuna nyumba, lakini ukakaa mwezi mmoja kukuta tayari kuna nyumba. Pakiwa na nyumba maana yake na mahitaji ya umeme yameongezeka, mahitaji ya maji yameongezeka. Lakini pia najua kuna changamoto katika umeme kule Zingiziwa. Hata jana wananchi wametumia message hapa, niwahakikishie waziri wa nishati yupo nje ya nchi sasa hivi kwa shughuli maalum za serikali. Tumekubaliana na katikati ya bunge hili pia tumezungumza. Ameniambia nimvumilie, akitoka huko tunafanya ziara kwenye kata zangu hizo, kata kama ya Pugu Stesheni ambayo imepakana na sehemu ya msitu fulani, kata kama ya Buyuni, kata kama ya Chanika, kata kama ya Zingiziwa. Tumekubaliana kwenda kuangalia namna ya kusogeza zile laini kwa wakazi, ili unajua gharama ya nguzo moja na bracket ni karibu 500,000 na kidogo. Sasa 500,000 na kidogo kwa maisha ya kule kwetu, unajua ukipita kwenye lami kama mjini hivi, lakini nje ya lami ni kama tunaishi kijijini. Kumpata mwananchi ya 500,000 plus gharama za wiring mle ndani, mafundi na nini, unakuta pesa inaweza kufika hadi milioni. Wananchi wanashinda. Kwa hiyo nilimuomba waziri na amekubali. Kuja tutatembea na naambia wananchi wa jimbo langu la Ukonga, kata hizo tutakuja kutembea na waziri kando ya lami huko kwenye makazi yetu, ili tuone namna ya kuweza kusogeza zile laini kwenye makazi, wananchi waweze kulipia angalau 320,000 ile, kama sio ile 25,000 niliyoiomba mimi serikali. Sababu nimeomba kwamba nimeomba wasogeze, lakini nimeomba wananchi wa pale waruhusiwe kulipa, wapewe service line, wapewe waungiwe umeme, waruhusiwe kulipa kidogo kidogo kupitia wanapoenda kununua umeme. Na kwa sababu umeme wetu tunawafikia wananchi wetu, shirika la kwetu, umeme wa kwetu, hakuna sababu ya mtu kuwa na roho ya choyo. Kwa hiyo naamini waziri akija tutaangalia yote mawili. Hilo kusogeza line ambayo kimsingi linatuleta, na hilo la kupunguza ya kurahisisha namna wananchi kuweza kulipa hizo gharama. Sawa sawa. Katika jimbo lako hili ambalo kata nyingi ni za mjini, na wewe huna vijiji bali una mitaa, ziko changamoto mbalimbali zinazotajwa pia, kama masuala ya maadili, matatizo ya vijana, matumizi ya madawa na mambo mengine yanayofanana na hayo, ambayo ni kinyume ni masuala ya maadili kwa ujumla. Jimbo lako liko katika sura ya namna gani? Kwa sababu nyie ni jimbo la mjini. Jimbo langu ni sehemu ya waathirika, lakini mimi hilo jambo wasifingunyi maneno. Lawama kubwa kwa serikali tu. Kabisa. Yaani kuna baadhi ya watendaji tu hawajawa tayari. Yaani huwezi kuzungumza habari ya athari ya madawa kulevya Tanzania wakati hatuna mashamba. Simuelewa vizuri Maana yake kuna mahala pana link ya waletaji na wapokeaji. Afu nazalisha leakage mahala panakuwa panavuja. Simuelewa Na biashara hiyo haifanywi na mlalahoi mtandani. Ila mtaani anatumika kuwaumiza wenzake. Kwa hiyo bado kilio mingi kiko kwa nani? Kwa serikali. Lakini kuna swala la maadili. Ni swala la serikali yenyewe pia. Piga picha hadi leo serikali haijakaa ikashikia bango aina ya mavazi rasmi. Tunaita wasomi ndio kama ofisini. Si ndio Sino wanatuhudumia kwenye ofisi zetu. Serikali haijakaa ikasema sura ina picha naweka kwenye mabango kwamba ndio mavazi. Lakini ingia ofisini utakuta mavazi sio yale ambayo yameelekezwa. Hasa kwa upande wa madarasa. Sasa tatizo hapo ni wavaaji au na wewe kama mwakilishi wa wananchi, na pengine umeona hali kama hiyo, je, umewasilisha? Kwa sababu wewe ndio upo kwenye nyumba ya serikali yenyewe hiyo ya kuwasilisha malalamiko yao, changamoto zao. Na amepokelewaje pia? Inapokelewa kwamba mwongozo ni huu. Shida iko kwenye utekelezaji. Kama ambaye nimewahi kuzungumza siku moja kwamba kwa uwezo wa ufahamu wangu sijapata kuona ilani mbaya ya Chama cha Mapinduzi. Yaani hadi tulionayo leo
Lakini kwa nini haitekelezeki? Yani inatoka kwenye makabrasha inakuja kwa mtu sasa. Yani unamaanisha ilani iko vizuri. Iko vizuri. Isipokuwa tatizo ni katika utekelezaji. Kwa hiyo hata kwenye swali ukiingia katika leo mwongozo wa mavazi maofisini, unakuta kina dada wanaambiwa vae vizuri sana. Lakini ukienda sasa kuangalia wanavyovaa, hakuna anayefuata. Yani ukiwakuta ni wachache wanaofuata. Sasa angalia sasa, hao ndio tunasema viongozi wetu. Ndio sura ya viongozi. Yani baba ndani ya nyumba ukiwa mlevi chakari, unategemea mtoto ataona ulevi ni mbaya? Lakini kesho tena mtalaumu serikali wakati hapa nyumbani mwenyewe. Ndio natolea mfano kwamba serikali kama haizingatii mambo ya msingi, huyu mtoto mtaani kwa nini asipite kigwa kinaonyesha maumbile? Lakini huyu mtoto ambaye leo sasa namna ya kuishi hakuna. Ulishawahi kuwasilisha mathalan kwa Waziri Gwajima haya? Bahati nzuri kwanza nampa big up sana Gwajima. Anajitahidi sana. Bahati nzuri nafikiri kama hii wiki nimeona kuna waziri mwingine ama mbunge hapa amesema kwamba sasa tumsupport. Unajua Gwajima anapambana. Ili nchi ni duasha kubwa sana. Kiuhalisia. Nategemea na naishawishi serikali itoe mwongozo kwa watu wote chini. Yani sifikie mahala mwenyekiti wa mtaa amekaa, anakuja binti ama kijana kavaa ana shape za ushoga, alafu anapokelewa kwa mapambio. Yani utoke mwongozo ulio serious. Sawa. Kama hatuogopi au mababe wanatuletea shida ya dunia kuwekewa masharti. Neno lako la mwisho ambalo ungependa kusema kwa wapiga kura wako unaowakilisha, kati ya ambayo hatujayaongea hujayasema na ungetamani labda kusema na wapiga kura wako? Mimi niwaambie tu kwamba wananchi wa Jimbo la Ukonga nawapenda na nawathamini, na naomba na wao wanipende na naomba wanipe ushirikiano. Mimi siamini kwamba mimi na akili nyingi kuliko wananchi wa Jimbo la Ukonga, na akili za kawaida, na inawezekana huko kwenye jimbo kuna wenye akili nyingi kuliko mimi, lakini nafasi ilikuwa moja ambao wakaamini kunipitisha mimi kuwa mmoja. Kwa hiyo wanipe ushirikiano, ninavyokuwa karibu yao basi na wao wawe karibu yangu, tuweze kusukuma gurudumu letu. Ninaamini jimbo letu la Ukonga litakuja kuvunja rekodi. Hivi karibuni tumevunja rekodi tena ya uchangiaji wa damu wa jimbo. Mchangia damu wakati bunge linaendelea, niliomba ruhusa kaenda jimboni kwangu, tumevunja rekodi. Kwa hiyo tutakuja kuvunja rekodi la kutoa vijana wengi wenye utaalamu, tutakuja kuvunja rekodi kwa kuwa na viwanda vidogo vingi. Kwa hiyo nawaambia tu, na wahakikishia sijawahi kuomba utajiri na sitamani utajiri. Sawa. Nahitaji umaarufu ulio bora. Sawa. Mheshimiwa Mbunge Bakari Shingo, mbunge wa Ukonga, ni kushukuru kwa muda wako kwa kuzungumza pamoja nasi katika Jimbo Langu. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika matangazo haya. Nilikuwa nikizungumza na mbunge wa Jimbo la Ukonga. Huyo sio mwingine bali ni Bakari Shingo wa chama cha ACT Wazalendo. Alikuwa akizungumza nasi yale yanayoendelea katika jimbo lake. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, mimi ni wako Gabriel Zakaria. Nisema asante kwa kuwa nasi na siku njema.